Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu, karibu katika huduma ya Tumaini Service, every soul is saved. Ujumbe wetu wa leo, Mungu anasema kwa Mungu hakuna mzaliwa wa mwisho. Kwa Mungu hakuna mzaliwa wa mwisho. Tumekuwa na kawaida sasa hivi watu kujiweka kwenye nafasi za mwisho kwa Mungu, kwamba mimi ni last born wa Mungu, mimi ni mzaliwa wa mwisho kwa Mungu. Mungu neno lake liko wazi sana. Unapoanza kujiweka kwamba wewe ni mzaliwa wa mwisho kwa Mungu, tafsiri ya kwanza, manake unatafuta namna ya kukwepa majukumu ya msingi aliyokupa Mungu. Alafu tafsiri ya pili, unatafuta namna ya kuwaaminisha watu kwamba mbele za Mungu huna hatia. Manake kwenye jamii tumezoea kwamba hivi vitoto vya mwisho, hawa wanaitwa watoto wa mwisho, last born, muda wote hawana hatia kwenye familia, muda wote ni watu wa kudekadeka tu. Sasa ukimdekea Mungu, udeke kwa maana hii kwamba Mungu ananisaidia kunipa mahitaji yangu, lakini usideke kwa Mungu kwa maana kwamba huna majukumu ya msingi uliopewa na Mungu kufanya kwa ajili ya watu wengine, kufanya kwa ajili ya kazi ya Mungu. Mungu anasema kwenye kile kitabu cha Kutoka ile sura ya 13 mstari wa 2, nitakasie mimi wazaliwa wa kwanza wote. Kwa Mungu hana mzaliwa wa mwisho. Nitakasie mimi wazaliwa wa kwanza wote, kila afungue tumbo katika wana wa Israeli, wa binadamu na wanyama ni wangu huyo. Lakini ukisoma kitabu cha Hesabu sura ya 3 ule mstari wa 13, Mungu anasema kwa kuwa hao wazaliwa wa kwanza wote ni wangu. Mungu ndiye anayetuzaa katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo hakuna namna ya kujiweka kwenye nafasi ya mzaliwa wa mwisho, na hakuna sehemu Mungu amejigamba kwamba anao wazaliwa wa mwisho. Mungu anasema nitakufanya kuwa kichwa, hautakuwa mkia. Kwa hashughuliki sana na madeko hashughuliki sana na watu wanaojiweka mwisho. Nitakufanya kuwa kichwa, nitakufanya kuwa ni wa juu, hautakuwa wa chini. Kwa kuna namna ambayo lazima mtu wa Mungu ujitambue kwamba mbele za Mungu unafanyika kuwa mzaliwa wa kwanza. Mbele za Mungu unafanyika kupewa majukumu ya msingi kwa ajili ya watu wengine, unapewa majukumu ya msingi kwa ajili ya kazi ya Mungu. Mungu anasema yeye mwenyewe kwamba jinsi hii aliupenda ulimwengu akamtoa mwanae wa pekee, ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo kila amwaminie Mungu, ukisoma sasa kwenye Yohana, Mungu anasema kila amwaminie Mungu amefanyika, amepewa uwezo wa kufanyika kuwa mwana wa Mungu. Kwa yule mwana wa pekee na huyu aliyefanyika akapewa uwezo wa kufanyika kuwa mwana wa Mungu, nafasi yao ni moja. Wote wanaketi katika kiti cha mzaliwa wa kwanza. Kwa hiyo usifikiri mbele za Mungu utafanikiwa kwa kudeka mbele za Mungu, utafanikiwa kwa kuchukulia vitu vya Mungu kiwepesi, utafanikiwa kwa kuchukulia vitu vya Mungu kimasiara. Hata kama baraka za Mungu zingeshuka kama wakati wa Israeli mikate ilikuwa inashuka, kwale walikuwa wanashuka, nyama zinashuka, lakini bado Mungu hakutazami kwa maana ya kumdekea, anakutazama kwa maana ya kutimiza majukumu yake. Kisoma kitabu cha Kutoka tena anasema, nanyi huko mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atabariki chakula chako,
atabariki maji yako na kukuondolea magonjwa yaliyo kati yako, ukimtumikia Bwana, ukitimiza majukumu na kazi ambayo Mungu amekupa.